Mambo ni moto. Karibuni tena Hamasa, mahali ambapo hatuachi siri ifukiwe na uongo. Tunaendelea tulipoishia, ambapo mwendelezo unatuvuta ndani ya mtego wa mahusiano tata, siri nzito na msukosuko wa kihisia unaoitesa familia iliyosambaratika kutokana na migogoro ya kale isiyopata suluhu. Katikati ya dhoruba hii, Devran, mwanamume anayekabiliana na wakati mgumu wa kufichua ukweli mchungu kuhusu familia yake, anaendeleza mapambano. Maisha yake yanatikiswa anapojaribu kuelewa uhusiano wake wa mashaka na baba yake, pamoja na kugundua uwepo wa ndugu aliyepotea kwa miaka mingi, Hazar. Ukweli huu unaanza kuchomoza taratibu, huku harusi ikinukia, wakati ambapo hisia za kila mtu zipo kileleni na ukweli usiopendeza unawekwa hadharani. Mchezo huu wa hatari unaanza kwa mkutano wenye taharuki kati ya Devran na Hazar, ndugu yake aliyetengwa, ambaye ndiyo kwanza amepata habari zake. Siri za ndani zinaanza kuvuja pale Devran anapogundua kuwa Hazar, ambaye awali aliaminika kuwa anatoka ulimwengu mwingine kabisa, kumbe ni damu ya familia hiyo hiyo. Ugunduzi huu si tu kwamba unashitua, bali unatikisa misingi dhaifu ya familia, wakati ambao walipaswa kuungana kusherehekea ndoa. Hazar, akijihisi kama mgeni ndani ya ukweli huu mpya, anapata shida kukubali utambulisho wake ndani ya mfumo huo wa kifamilia uliomkataa awali. Kadiri hadithi inavyozidi kunoga, migogoro ya ndani ya familia inaongezeka kasi. Kitovu cha ugomvi huu kinahamia kwenye harusi ya Zeliha, ambayo inageuka kuwa kichocheo cha uhasama zaidi. Yusuf, mpenzi wa Zeliha, anajikuta akivurugika na mashaka kuhusu muungano wao pale anapogundua mambo mazito ya kale yanayomuunganisha na wanafamilia wengine. Kutokuwa na uhakika juu ya asili ya kweli ya Zeliha, ikichangiwa na tuhuma za usaliti wa mapenzi na uongo wa kifamilia, kunatengeneza ufa mkubwa unaotishia kusambaratisha kila kitu. Wakati maandalizi ya harusi yakiendelea, Fidan, ambaye ni ndugu wa karibu, anajaribu kutuliza ghasia, lakini badala yake anaishia kuchocha moto kwa kuanzisha mazungumzo magumu. Katika juhudi zake za upatanishi, anajikuta amenaswa kwenye utandabui wa siasa za kifamilia, ambapo uaminifu unahojiwa na imani inavunjika vipande vipande. Akijaribu kuokoa mabaki ya mahusiano yao, Fidan anapata tabu kusawazisha maadili yake binafsi dhidi ya hamu yake ya kuilinda familia. Kilele cha hisia kinakuja pale majibu ya kipimo cha DNA yanapothibitisha kuwa Hazar na Devran ni ndugu wa damu. Huu unakuwa ukweli wa kutishia unaobadilisha kabisa jinsi familia inavyowatazama. Ugunduzi huu unaleta mchanganyiko wa hasira, kutokuamini na kuchanganyikiwa kukuu. Wahusika wanapambana na ukweli kwamba dhana zao kuhusu uhusiano wa damu zilikuwa potofu, jambo linalowalazimu kuanza kutazamana upya kwa macho ya mashaka na maumivu. Mvurugo huu unazidi kuwa mbaya pale sherehe ya harusi inakaribia kuvunjika kutokana na siri kuhusu ujauzito wa Zeliha, kuhusikwa kwa mwanaume mwingine na michezo ya upotoshaji inayofanywa na baadhi ya wanafamilia. Yusuf anazidi kutilia mashaka uaminifu wa Zeliha na nani hasa ni baba wa mtoto huyo, jambo linalopelekea malumbano ya hadharani. Vitendo vyake vinazidisha uhasama, familia inafika hatua ya mlipuko ambapo hakuna wa kumtuliza mwenzake. Katikati ya malumbano haya ya moto, juhudi za Hazar za kutaka kuungana na ndugu zake zinakutana na ukuta wa kukataliwa. Anatafakari maisha yake ya nyuma, mapambano yake ya kutaka kukubalika na makovu ya kihisia ya kulelewa mbali na familia yake. Safari yake ni ya kujitambua na kutafuta msamaha, lakini inachafuliwa na chuki kutoka kwa wale wanaoshindwa kusahau makosa ya kale. Wakati huo, Zeliha anakubaliana na vita yake ya ndani. Hamu yake ya kusonga mbele na kuolewa na Yusuf inafunikwa na wingu la hatia na pishiniko kubwa kutoka kwa familia. Katika simulizi hii, Zeliha anajaribu kukubaliana na uhusiano tata unaomzunguka, hususan na Yusuf, huku wote wawili wakihangaika kudhibiti hisia zao katikati ya machafuko hayo. Balaa zito ni pale hila zinapotokea na pale harusi inapoharibika kabisa na kuchukua mweko mbaya. Familia inajikuta ikiwa na migogoro isiyotatuliwa, makovu ya moyoni na mahusiano yaliyovunjika. Katika dakika ya mwisho ya kujitambua, Devran anatafakari mzigo wa majukumu ya familia aliyobeba na urithi ambao lazima auendeleze. Leo tunakomea hapa, kipande hiki kikiwa kimeacha maswali mengi, huku kila mhusika akilazimika kukabiliana na matokeo ya vitendo vyake.
Je, wahusika wataweza kurekebisha uhusiano wa kifamilia uliovunjika, au maisha ya kale yataendelea kuwaandama kama kivuli? Safari ya kuelekea upatanishi inaonekana inawezekana, lakini imejaa vizuizi, kwani wahusika wanalazimika kukabiliana na makosa yao na kutambua udhaifu wa kamba zinazowaunganisha. Asanteni kwa kuwa nasi hapa G-Hamasa. Tuandikie next kwenye comment kama unatamani muendelezo wake. Usisahau kusubscribe na kulike. Tukutane sehemu inayofuata.